Kilichokuwa siri leo nasema, nakupenda na tuachane mapema. Girl, you're so beautiful, the one and only queen in my kingdom. Ninachopata kwako ni upendo wa dhati maradufu. I've never thought of leaving you. Oh baby, nakupenda, you're my number one, number two hauwezi kuwa. You are the only girl moyo umekuchagua, iwe mchana usiku na chanua mayua, mayua. My Biblia nitakusoma daily. Baby, you're my dozo, you're nuwelewe. Nipige kina nama iwezeze. Nipimbie mpenzi wangu. Kama Biblia nitakusoma daily. Baby, you're my dozo, you're nuwelewe. Zeze. Nipimbie mpenzi. Overdose, baby, many overdose now. With the love, baby, many overdose. Overdose, baby, many overdose now. Overdose, baby, you may overdose. Overdose. What it do, what it does, beautiful people. This is your papi, presenter Maridadi Gaga Devil. Bwana, hii ni Sons of Shanzu TV, Source TV. Kama ni mgeni katika channel yetu ya Sons of Shanzu TV, tafadhali subscribe, turn on the notification ili upate updates zetu. Bwana, hii ni program kali, program mpya ambayo inajulikana kama Manyota Fulani, ambapo tuna feature in rising stars, rising superstars. Kama si leo basi kesho, hawa jamaa wanakuwa bonge la masuperstar, yani mataifa tofauti watakuwa wanawatafuta. Kwa sababu gani? Jamaa ni mastar. Tunasemaje hapa? Tunasema Manyota Fulani. Kwetu wanajulikana, labda kwenu hawajulikani. Mchana usiku wanang'aa sana angani. Kwa sababu gani? Hawa ni Manyota Fulani. Bwana we. Amazing. Basi hapa niko na nyota mmoja ambaye atatuambia jina lake, alafu pia tutajua anafanya nini. My G. Karibu ndani ya Nyota Fulani. Wewe ni nyota, that's why uko hapa. Shukrani sana. Kufika hapa mimi najulikana kama Tracks Music. Yeah. Tracks Music. Labda kwa yule jamaa ambaye anakuona for the first time, unaweza kumwambia wewe ni wapi? Maana wengine wanaweza kudhania wewe labda ni Mtanzania, kumbe bwana wewe ni Mkenya. So just waambie watazamaji wetu pale, Nyota Fulani unatokea mitaa gani? Napaa juu ya anga angani. Bwana ndio. Mimi natokea Kenya, pale Fulani Sapwani 003 pale Mngaro, Kilifi County. Yeah. Mtwapani pale. Kilifi County kwa Mngaro. Amazing sana, inapendeza sana. So wewe ni nyota, wewe unang'aa. Unafanya nini hasa katika masuala mazima ya ubunifu, masuala mazima ya creativity? Labda unatuonyesha nini hapa ndani ya Nyota Fulani siku leo? Nyota Fulani hapa mimi ni mwanamuziki. Napenda muziki umezaliwa ndani yangu. Umezaliwa nyumbani, umezaliwa kila mahali, mimi ni mwanamuziki yani. Uko ndani ya damu kabisa. Ukisema nani uache, wajipata bado umerudi ndani ya muziki. Bwana unajipata studio tu. Hata tusiandikie mate na wino upo. Tupe vitu. Wela subscribe. Naona gitaa tayari kubwa hapa limetulia. Wapatie vitu watazama. Mtazamaji pale. Tracks Music hapa anatupatia vitu. Safari ya mapenzi, naona ni bora nianzishe nawe, japokuwa ni wengi walioniumiza moyo wangu, nikaomba kwa Mola nipewe zawadi kamili, baby usichelewe, mapete ninayo baby nikuvishe. Sasa ni wewe kipenzi changu, mama ya wanangu, barafu ya moyo wangu. Sasa ni wewe kipenzi changu, mama ya wanangu, barafu ya moyo wangu. Amazing sana. Tracks Music. Nakutaka
kucha kutwa penzi mwanzo sijiwezi, nakuwaza, nakupenda, nakutaka. Kucha kutwa penzi mwanzo sijiwezi, nakuwaza. Bwana, talking about kucha mpenzi na kuwaza la azizi. Hiyo ni special dedication of course kwa mtoto wa kike. Ama inakuwaje kwaje? Fafanua hapa. Hapo mzee ni nasa. Mtoto fulani hivi, mtoto fine yani. Sitakutajia wapi, sinaelewa mzee. Wasanii. Mbona inakuwa vigumu sana kwa wasanii kutambulisha wapenzi wao ama kuweka mahusiano yao yawe hadharani Trax Music? Kwa sababu you're not the first artist kulikwepa hili swali ama kulipaepa, alafu pia kutotaka kuweka mambo yako kwa ruanja pale. Sijakwepa swali hili tu yani. Naweka niendo najua kwamba wewe ni wake. Wasanii. Wasema brandi mwenyewe. Bwana, wewe kama una maoni ya kuniambia mbona wasanii most of the time mahusiano yao wanaficha, wanaweka nyuma ya pazia pale. Tupatie maoni yako katika comment section. Trax Music. Swala zima la muziki umesema kwamba you are addicted to it. Unapenda kupindukia, iko ndani ya damu sana. So for someone who is labda ndo anaingia katika muziki na ile taswira ama ile nia ya kutengeneza hela, maana to you inavokaa ni passion, kwa sababu iko ndani ya damu. Kwa yule ambaye anaingia na lile wazo la kwamba mimi nataka kutengeneza hela, unaweza kumwambia nini? Kwanza ni upende kitu cha unapenda, chenye unafanya kwanza, kama ni music, afa uipende, ndo baadaye sasa hela lazima utatafuta, lakini unajua muziki ni muziki na muziki bado ni biashara, unaelewa? So katika biashara kuna mambo ya biashara, na katika muziki pia kwanza upende, alafu kisha baadaye upate faida zake. Yeah. Amazing sana. Kwa hivyo uwekeze tu passion yako pale, and then utakuja tu kula yale matunda, utakuja kufurahia the fruits of your investment ambayo uliweka katika masuala mazima ya passion. Nimemwona msanii yani katika interviews tofauti pale akisema kwamba yeye kufikia sasa hivi bado hajashiriki tendo la ndoa. Sijui kwa upande wako wewe Kamanda Trax Music vipi? Unaona kwamba labda ni kweli at that age, alafu considering tupo Kenya, yeye ana miaka 27, mafukuzana tuseme, maana ni katika age group moja. Yeah. So Trax Music, swala la kijana Mkenya miaka 27 kuwa bado hajashiriki tendo la ndoa ama hajui mwanamke alivyo, unaweza kulichambua vipi hilo swala Trax Music kama msanii mwenzako? Inaweza kuwa kweli, inaweza kuwa pia. Na kwa upande wako wewe? Upande wangu mimi naona inawezekana. Yeah, alafu wewe je? Vipi? Umempiku ama bado hujampiku? Maana unajua pia tunataka kujua kutoka kwa nyota fulani Trax Music. Vipi wewe ushakamwana? Ushakamua? Kilala tukiamka hadi siku mpya, unaelewa? Kilala tunasaya jana tunapata mwingine ya leo. Sasa kwa hivyo Trax, wewe ukikamua baadaye wajasema kwamba wewe ni bikra, hujawahi. Kama leo bado. Bwana, nasikia kutoka kwa nyota. Zero kabisa. Bado kabisa. Hata wewe yani you've never kabisa. Wasubiri nini? Labda hujapata yule wa kukukabidhi, ama labda si michongo yako, lakini wewe sema kwamba si michongo yako kabla bado hujavifanya. Ndio uvifanye ndio ujue kama ni michongo yako ama si michongo yako. Sasa kwa upande wako wewe, kipi kinakuzuia labda haujafikia hiyo hatua? Mambo ni mengi, pesa inatafuta sana kuliko rembo, unaelewa? Namna hiyo unatafuta pesa kwanza, alafu mambo mengi utafuta baadaye. Kwa hivyo pesa kipaumbele, alafu nyingine baadaye. Wela subscribe. Yeah. Amazing sana. Okay. Jambo fulani limekuwa likitrend, jambo la
msanii Godi tena urban tone artist kwenda kule Australia, alafu bahati mbaya amekuwa inasemekana, najua ni mshukiwa tu, inasemekana kwamba ameondokea pale iPad na cheni fulani ambayo ina wembe pale, iko na razor blade silver, pure silver. Kwa upande wako unalichukuliaje hili jambo? Unadhani kwamba Godi tena ana njaa kiasi hicho? Yaani wajua kuna msanii kaliba fulani unaweza kumweka, useme kwamba huyu msanii hawezi kufikia kitendo cha kwamba ama kwa upande wangu mimi naona ni story tu zenye ziko, labda ni ngoma anataka kutoa kitu kama anajaribu kupush, ama pia pengine ni huo mtu mwingine anataka kumchafulia jina au kijana pia, au katika mambo mawili kuna moja wapo inaweza kuwa ndio. Yeah, amazing. So wewe kwa upande wako unapima ile kwamba this is just cloud chasing. Kuna ngoma fulani unataka kuachilia, labda itakuwa inaitwa Australia ama inaitwa iPad pale na mkufu wa cheni fulani ya wembe fulani. Okay, that is according to you. Nice sana kusikia mtazamo wako. Pia swala zima la wanamuziki Kenya kwa ujumla, Spotify rap imetoka pale, tumeona numbers differently. Personally nataka kujua kutoka kwako nyota fulani Tracks Music, from the coast unashabikia wasanii gani wawili ambao unajua kwamba wanafanya vizuri ama wamefanya vizuri mwaka 2025? Wasanii wewe unawasikiza from the coast. Kuna nyota fulani mwenye pia watu hawajapatia time yao, hawajasikiza fit. Fulani nafuatilia sana since primary. Toka ni uko shule ya msingi. Hao ni baadhi ya wale watu wanafanya nini mpaka sasa hivi nafanya muziki. Wamekuinspire. Ndio. Mtu kama Masauti wale, mtu kama Elisinga. Mtu kama Elisinga hivi yani. Msanii fulani lakini ile kompani watu hawajakubali kwamba yanaweza, lakini kijana pia anajituma tu sana. Kila type ya muziki kama ashafanya, kama reggae ashafanya, kama ni Swahili ashafanya, kama R&B ashafanya. Na hakuna nyimbo ambayo yani ashatoa msikizo useme hii ngoma imebumu, unaelewa? Yaani ni ngoma ni hit, lakini vile watu bado hawajapokelea fit. Sasa nataka kufahamu kutoka hayo maoni ambao vile umezungumzia swala zima la Ed Singer. Ni msanii mkali ambaye watu labda hawajampatia sikio, hawajataka kumwangalia huyu msanii ana kipi cha kupeana. Na pia umesema kwamba ameimba style tofauti, genre za muziki tofauti pale. Reggae, R&B, za Swahili, bongo flavor amepiga. Labda unadhani Ed Singer anakwama wapi? Kwa mtazamo wako, usimtazame kama shabiki. Mtazame kwa lile jicho la kumkosoa, lile jicho la kumwambia Ed Singer, hapa hujagusa, umefanya haya mengine yote, lakini kuna mahali hapa ukigusa, labda hawa wengine pia watapata kukusikia na kujua kwamba you are an amazing artist. Nipatie moyo. Mimi katika mtazamo wangu yani bali ni ushabiki. Yule jamaa mimi naona yule jamaa yani yuko sawa na mafanya. Hakuna mahali anakwama. Hakuna mahali anakwama. Hakuna kitu unafaa kuongeza. Yani sijui nasemaje kwa sababu ama amerogwa. Hawezi sema mzee polisi case naelewa. So kijana kama mjituma. So most watu wanasema kama kutoka coast akaja Nairobi afanya kazi zake. Mimi nakumbuka nikiwa primary yeye anafanya kazi na Teddy Josaya na alikuwa amebase huku sana Nairobi, alikuwa na wasanii wengine kuna walitoa alikuwa anapush sana kama ni kwenye radio station alienda, kama ni kwenye channels za TV nishamuona kuna interview leo. So hakuna kitu ambacho naweza sema kwamba kinamzuia yeye kujulikana zaidi au kupata fans zaidi kama hizo. Ama labda tuseme kwamba manake from the way umeexpress umeileta swala zima la Ed Singer ni kwamba umemsikiliza toka upo shule msingi, toka kwa primary. So tunaweza sema kwamba ni msanii wa TBT. Tunaweza sema hivyo. Muda wake ushapita, maana wasema kwamba ushamona kwenye TV, ashaishi Nairobi, ushavuruga. So tuseme kwamba anatoa vibao lakini vile vibao viko either ahead of time ama viko behind of time. What do you think of that? Tracks Music. Mimi naona ngoma zake ni timeless kwanza.
Hazina muda. Kuna ngoma fulani balitoa kama like 7 years ago. Wanasema ninaringa eti najidai. Sababu niko na wewe. Sababu niko na wewe. Kuna ngoma hiyo yani hadi sasa leo ukisikia hii ngoma hivi yani kama bado hujasikia hiyo ngoma utajua hii ngoma ni. Unaelewa? Yaani ni ngoma ambayo haina time yani. Wanasema mengi kutuhusu. Sasa vitu vikali. Kweli vitu vikali. Lakini I just want to understand. You know, labda unatoa maoni yako ukijiweka katika swala zima la kwamba wewe ni shabiki. Nataka ujiweke katika angle ya kumkosoa. Maana unajua tunasema katika lile kapu la mazuri hakukosi mabaya. So tunataka tu outline tu pale katika swala zima la Eddy Singer before turudi kwa wewe. Maana unajua tumedive sana katika swala zima la Eddy ambaye Eddy si nyota wetu fulani wa leo. Labda muda wake utakuwa na anatuelezea anakuwa mawapi ama what went wrong. But nataka tu kumkosoe. Give an opportunity kwamba criticize maybe something that Eddy Singer hafanyi na ni msanii mkali, msanii mnoma kama vile ulivyosema Trax Music. Wela subscribe. Mkosoe tu. Mimi nakwambia ni mafans hawajakubali huyu jamani mkali. Unaona bro? Ukija ukitoa ngoma fulani hivi. Yenye yani si serious yani. Utazipokea mbaya sana. Lakini sasa kuna watu wanatoa vitu vikali. We entertain mediocrity. Yaani sisi kile kitu ambacho hakipendezi ndio sisi tunakishabikia, tunakishare, lakini kile kitu kizuri ambacho ni cha thamani, ambacho ni bora kwa masikio yetu tunakipuuza na kukiacha tu yani kiwe anyhow. By the way, there's so many artists from the coast. Kina Kigoto Mbone, Mercury, watu wakali. Kuna watu ni wakali. You guys just need to hopefully maana najua kwamba hii show kubwa ya nyota fulani tutakuja kupatana nao, watatuelezea, na I know that watazamaji wetu wa Sons of Shanzu TV, mashabiki wa nyota fulani watawapatia support ile ambayo inahitajika. Na inapendeza tena sana. Okay, all right. Bwana, moving forward. Nataka tuzungumzie swala zima la muziki wako. Labda kwa kiwango gani ambacho unajiclassify kama mwanamuziki? Do you think that you are an upcoming artist, ama unajiona kwamba upo hapo katikati, kwamba wewe si msanii mdogo wala si msanii mkubwa? Yaani kwa mtazamo wako, how do you take yourself to be, upo katika kategoria gani ya wanamuziki? Maana unajua hata tomato, kuna zile tomato ambazo zimekuwa mahali ambazo ukiangalia unajua hizi ni tomato fulani, ukiangalia hizi zingine unajua hizi, kuna mpaka zile tomato ambazo moja shilingi. So kwa upande wako katika masuala mazima ya wanamuziki unajiweka kiwango gani Trax Music? Yaani mimi huko siko na pia hauko siko. Lakini uenda juu. Huko nyuma sio. Amazing. Kwa hivyo wajijua kwamba kama si leo ni kesho unaenda kutoboa kuwa superstar. Banga la superstar. Hii ni nyota fulani bwana. Show nyingine amazing sana ambayo tunakuletea superstar ambao kama si leo basi ni kesho watakuwa watu wakubwa sana. Labda una ndoto za kwenda taifa lingine, ama labda wewe ni mtu ambaye utabaki hapa Kenya? Unatamanio labda have you ever labda kuleta hilo wazo la kwamba mimi taifa la Kenya bwana, mimi nitalitoka siku moja niende nikapige maisha yangu taifa tofauti? Have you ever thought about it? Lazima ufikirie bila mtu anafikiria mbele, unaelewa? Travel kuchukua mwanzo, lakini unajua nyumbani bado ni nyumbani. Amazing. Pia kukwambia hivyo kwa sababu tumeona kwamba wasanii wengi wamekuwa wakirelocate kutoka taifa la Kenya kwenda Amerika, na of late tumesikia kwamba Donald Trump ameweka vile videos na pia hata kupiga amepiga suspension ya
green card lottery. Bahati nasibu pale unaweza kuangukia haya maisha yako uyapeleke Amerika. Sijui kama kwa upande mwingine unaona kwamba unamtazama upi kwa swala zima hilo la Donald Trump ambaye ni rais sahihi kule Marekani kupiga marufuku jambo kama hilo. Trax music. Ninaona si sawa kabisa, kwa sababu kila mtu anaangalia pale mbele, kila mtu anajua nikienda kule bwana mimi nimefanya nimemake, tushaelewa. Sasa kama vile hawa hawabadili kuja huku kwetu, mbona sasa hawa watufungie sisi kwenda kwao? Unaelewa? Na sasa wanafaa kuconsider pia kwamba sisi sote sisi ni wamoja, na sisi ni binadamu wamoja. Kala pekee yake ndio zinatu. Lakini sisi amazing sana. Bwana Soul Generation ama kupenda sauti Soul kwa ukubwa kabisa. Leo tunapopiga interview yetu hapa ya nyota fulani ndani ya Source TV. Leo wanapiga show kubwa. Show ya Soul Fest pale inaendelea. Na katika lineup ya wasanii tumeona kwamba wamechanganya vizazi tofauti. Vizazi vile vya zamani, kina Nameless pale, kina Mr. Lenny, kina Red Sun wameingizwa pale katika lineup ya wale wanamuziki ambao wameperform. Okay, kama kawaida lazima tuwe hapo wale watu wa criticize, kuangalia swala zima la lineup ya wanamuziki. Kwa sababu unapenda sana kama tumesema kwamba ni Kenya. Basi hiyo Kenya kweli. Of course wengi wanasema kwamba wanamuziki ni wengi. Hatuwezi weka wote. Lakini nili expect kwamba kwenye lineup pale tungekuwa na pia mwanamuziki from the coast. Kwa sababu liwalo wanamuziki wetu kule Mombasani wanajitahidi sana. Who do you think is representing the coast flag Kenya wise? Yaani Kenya nzima, yani uko sure kwamba hata kuuliza mtoto mdogo labda uko Isiolo kule, ni msanii gani kutoka Pwani atakutajia jina. Who do you think is the biggest artist from the coast at the moment? The biggest artist anajulikana. No, wasema kuna tofauti ya the biggest artist na msanii. Naona hebu check. The biggest artist ni Kizungu. Kiswahili msanii anajulikana itakuwa msanii anajulikana. Kizungu, Mswahili anajulikana. Msanii anajulikana Kizungu. Itakuwaje? Maana the biggest artist umesema ni tofauti na msanii anajulikana. Msanii mkubwa, tuseme mfano kwa kipato. Ndio msanii yule mwenye anajulikana, alafu ndo hana kitu kabisa. Unaelewa? Yaani okay, napenda wasema kule Pwani kuna maajabu. Inaweza kuwa jina unalo lakini Mungu juu. Hamna kitu hapo mfukoni mzee. Tafuteni hilo wasanii bwana. So ukija kwa msanii, yani mtu wote tukamuuliza, hata tuko Nairobi hapo, mtu wote tukamuuliza msanii gani mnataka kusikia. Watataka kuchukua Susubiri. Unaelewa? Kwa sababu yeye yani alichapa kazi pale nyuma. Acha sahihi. Pale nyuma mimi najua alitengenezea jina. Brand. Wakati ule ana criticize serikali ni jamaa alitengenezea jina lingine. Fiti lakini hapo katika changanya kapotea. Unaelewa? Na ukija msanii yule mwenye anajulikana na anasikizwa sana kutoka Coast. Aziz mbaya watu wengine hata. Yoto nani hata umesema? Anaitwa Aziz. Idi Aziz. Huyo ndo msanii gani umesema? Msanii ambaye ana hela Mombasa nzima. Sijasema ana hela lakini yani tukisema wasanii wenye wanasikizwa. Na mostly hata sio. Kama huyo Idi Aziz umesema ni hata manake hata mimi mtangazaji wenu presenter Maridadi Gaga Devo simsikizi na pia naweza kubali acha tu nikubali kwamba Idi Aziz mimi simleti kwenye picha, simpati picha ya yeye yani yuko vipi Idi Aziz. Idi Aziz bwana ni msanii fulani yani msanii kazi yani kwa hajabezi sana huku lakini mali huko yuko nje ya nchi anachapa kazi sana lakini yeye ametoka pale. Okay, ni from the coast but based in huko Mbelembele lakini bado sasa bado inalingana na watu wale wa coast.
Imebaki Kiswahili. Bongo flavor ni ile ile tu. Imebaki Bongo flavor, Uswahili, Uswazi nini? Kiswahili lakini Afrika fulani. Amazing sana. Talking about how uko based huko nje. Sijui kama umemsikia Kitole Kenda. Huyo unaweza kumrate vipi kwa na Idi Aziz? Yeye pia anabeba flag yetu fit. Kwa sababu hao jamaa wanapiga muziki yani wenye una identify hao wametoka wapi. Unaelewa? So ukimsikiza Kitole Kenda, ukimsikiza Idi Aziz unajua tu watu wanatoka ni wa Afrika, yani muziki wanafanya wa Kiafrika. Wela subscribe. Amazing. Tukiwa bado kwenye masuala mazima ya Soulfest. Ile lineup nimekuambia kwamba haina msanii wa Coast, haina msanii wa Pwani. Labda unadhani kitu gani kinawafanya wasiingie katika swala zima la lineup? Labda ni kwamba wanataka hela juu sana, wanataka hela ndefu walipwe, ama what is really happening? Ndio maana hawajakuwa featured leo katika hii lineup ya Soulfest ambayo inafanyika. Tatizo hata si hela. Kushua hata jamaa wangeitwa. Ndio wenye wapepa hawa, wenye wako ile na penye iko ya mmoja. Tangekwa kama tanga ya mbuga. Unaelewa mzee? No. Hapo sasa una underestimate wasanii wa Pwani wa Coast. Kweli bro, shida ni yani kule unadhani check ukiestimate. Unadhani msanii wa Coast ile kwa kama shilingi ngapi hivi akipiga show? Wewe kwani mkienda show yenu nyinyi wa Coast huko show mtu ingia na gongo? Na watu huko wanaingia na Tibo 20k, alafu nyinyi show mtu aingia na 100. That's bad. So unaweza kuhesabu kwa club ingia watu wangapi, alafu pesa ni 100 club ali hapo mwenye amekuja imba hapo pia ali hapo sana. Ndio ile pesa ni kwa damu. Kwa hivyo waweza sema kwamba haoni thamani ya usanii, haoni thamani ya hiyo art. Haoni value yao, hawaoni value yao watu wa Coast. Kama pia usanii mwenyewe hujafanya show. Mwaka mzima. Afu umeangukia hiyo ni sema kwambia bwana wewe bwana njoo Nairobi ukulipia fare kwa kulala na kutoka hizo 30. Uweza kataa kwenda kukengelea mpodo haya. Inabidi ukubali. Unakubali unachukua tu lakini amazing sana. Of late kumekuwa na different rising stars kule Coast. Tumeona kuwa mabao mdogo tu wa 2005 2006 wanakuja vizuri sana. Wengine hata 2007 sijajua miaka yao, lakini nikicheck hiyo range wa age. So kuna msanii anafanya vizuri sana, anajulikana kama Mtalibani Halisi. Sijui kama umemsikia. Hujapatana naye, yani hujasikia ngoma ya Mtalibani Halisi? Shapata habari yake lakini kwa sijaisikia. Mtalibani Halisi hujitahidi sana. Mtalibani Halisi hujitahidi. Ona Trax Music hajapatana na ngoma yako. Na nyimbo wasema ghetto mindo last boni, vitu kama hivyo. Yeah. Okay, so Mtalibani Halisi ni msanii ambaye anapata nao maisha. Alafu yuko na fan base naweza kusema. So juzi wakati Gideon Mung'aro ambaye ni governor wa kule Kilifi County amelaunch Rising Stars, tumeona pia yeye ameingia katika wale watu ambao kushiriki. Umesema wewe ni mwanamuziki, muziki uko kwenye damu yako, Trax Music. Labda nikuulize tu, hapa ambapo umefika unaweza kushiriki mashindano ya talent search. Wewe ndio kaambiwa pale kama una talent ama hauna. Are you ready for that? Sasa hapo sitakuwa nimeenda kuambiwa talent. Kwa sababu mimi mwenyewe tayari najua talent. Sasa wale wakienda kukuambia hivyo wale majaji, maana wale ni majaji pale. Na yale ni maoni yao. Na wewe umewaimbia hao. Wakikwambia kwamba Trax Music umetuimbia lakini kipaji hamna baba. Wewe nenda katafute swala lingine, fungua biashara, ubanie watu movie ama ufungue biashara pale, kama utakuwa wa supply mineral water itajulikana. Lakini masuala ya muziki tusikuone studio, utatukoroga sana. What will be your take wakishakwambia vile? Alafu consider umeniambia kwamba muziki uko kwenye damu. Muziki msiziacha. Sawa, utaibeba vipi? Utaichukuliaje? Utachukulia kwa serious. Kabisa.
hao watakuwa wanatafuta watu wengine, lakini watafuti wasanii, watafuti watu wa kuimba. Okay, so Taliban Alisi alishiriki katika Rising Stars Kilifi County. Do you think that is a good idea? Inaweza kuwa idea fiti na bado inaweza kuwa si idea fiti. Tuambie kwa nini? Kwa sababu anaweza enda pale pia ni breakthrough yake, unaelewa? Anaweza enda pale pia yani ajivunje moyo tu. Anaweza enda pale waambiwe bwana kuna talent. Kuna yani sawa, katika wale majaji wote ambao wamepewa hiyo tenda ya kuwa judges, wale wana muziki, labda content creators ama labda ni waigizaji, who do you think is not supposed to be katika ile panel ya wale majudges pale Rising Stars Kilifi County Talent Search? Tuko na judge kama nani pale? Tuko na Susu, tuko na T-Hits, tuko na nani huyo aliyeba sijui asali sitamu tena imeingia mtutu. Nani huyo? Kilifi County tu hapo. Nani? Wewe itabidi ubadilishe jina. Unaona vile watu tatiza. Ndio msikiza na Babango. Unasema ni msanii wa Bango. So do you think nani hapo hafai kuwa katika swala zima la hawa watu ambao ndio maana mimi sema tu ile kweli, I expected hata siku ubaya ungemweka tu J Crack as a music producer. Producer ana kazi kubwa. T-Hits tunataka kumpinga T-Hits. T-Hits sawa. Wewe nielezee sasa nani yani katika wale, maana mimi nimekutajia wale wangu ambao ningetaka J Crack kama angekuwa pale ingeweza sana. Sijui wewe yupi unaona hafai kuwa? Unaona? Cost kuna muziki. Nani basi ungeamua pange judges wako pale. Ungepanga judges wako wanne. Pange judges wanne ambao unaona kwamba hao wangefit kabisa yani kukosoa watu na kuambia watu ukweli na kupick the right talents from Kilifi County. Kwanza tunafaa tuangalie wakoje. Hapa tunaita kijana tunasema tunakuja hapa tunataka awe star. Hao majaji ni star. Swali moja, je, hao majaji ni star? Jaji gani unaona si star pale atolewe? Wote. Hata usome msamaha, ni maoni. Mimi niombe msamaha sababu ni maoni. Maoni ni ngumu. So kama vile wewe uniambie bana nimeandaa mashindano wakati wewe mwenyewe kile kitu unachopia wewe hauna. Yaani inakuwaje kwaje? Yaani mimi nimekuja shinda gari na wewe gari hauna. Unakuja boda pale. Waweza niroga ama waweza nikanyagia ile gari siipate. Hiyo make sense. Wela subscribe. Umesema wale changes wote pale wafai kuwa. Wangetafuta watu wengine. Hata mzazi William Tufu asema hafai kuwa hapa. Sitaki kuongelea sana mzazi. Kwa sababu ni mzazi. You can burn a bridge alafu kumbe unamhitaji. Muongelee vizuri basi. Pia uzuri pia hamna. Nasema baya huko. Hakuna ubaya lakini uzuri. Yaani tuko pale katikati. Tuko katikati. Neutral. Bwana amazing sana. Okay, all right, moving forward. Turudi katika The Rising Stars kule Mombasa. Kulitokea issue fulani wakati Echo ambaye ni mwanamuziki anafanya vizuri sana pande za Coast Province. Alikuwa afanya collab na This Rising Star ambaye anapata good numbers YouTube, anapata good numbers TikTok challenges ni kibao. Taliban Alisi ambao wamesema kwamba hawajamsikia. So walikuwa wafanya collab ambao Echo alikuwa ashafanya part yake, but the song inavyosemekana ilikuwa ni ya Echo 254. So ilifanyika hivi, jamaa alienda studio pale, akaandika mistari yake, akarekodi. Anasema kwamba kwa upande wake watu walishabikia, lakini mwenye nyimbo akasema ni mikali kweli, imeweza, lakini ili tubaki ndani ya mada, tafadhali rekebisha mstari huu, sijui kina, so elewa masuala mazima ya muziki, labda melody
ili ngoma make sense. Labda huu mstari ambao umeweka hapa au umesema sijui nini, umesema tule wali na biriani, na unajua tuko club. Hatuwezi kula wali na biriani club. Kule ndio wakisema nyama choma na vinywaji. Wali na biriani ni biriani. Do you think kama unafanya collaboration na msanii mwingine una haki ya kumrekebisha, ama unafaa umwache awe na uhuru wa ubunifu wa yeye kujiweka kiee? Maana unajua all in all huwa ni mashabiki pale wanataka Trax Music, hawamtaki Kaka Dev. Sio kwa upande wako, unadhani kwamba if you are doing a collaboration una haki ya kunirekebisha? Unajua Kaka Dev na Trax. Kila mtu ana flavor yake tofauti. Kwa sababu wewe umeniita, inamaanisha sasa wewe yani ni kila kitu unikusikiza wewe. Unaelewa? Wewe umeniita nimekuja pale mimi niko na idea zangu. Ni tuelewane. Kuelewana ni sawa, lakini pia mimi mwenyewe nimekuja pale nimejipanga. So mimi niache nichapelee. Kama kuna marekebisho ni tukae as a team set mimi na wewe. Tukae mimi wewe kama producer na managers nini. Watu wote wa muziki wamsikize kitu yeye koje. Tuangalie sasa tunafanyaje kutoka hapo sasa. And kwa upande mwingine, do you think kama uko na management ama uko na music manager wako ana haki pia ya kuingilia creative process yako, masuala mazima ya ubunifu pale, melodies, uandishi wa nyimbo pale, ana haki manager wako kuingilia kati, labda pia kumshauri yule msanii mwingine ambaye unapiga naye collaboration Trax? Yes, wa kwanza itakuwa ni yeye anajua muziki. Huyo manager mwenyewe. Manake saka hajui muziki. Wewe unaambia wewe ni dancer, alafu unaambia mimi eti niimbe hivi na wewe huwezi imba hivi. Wewe kazi yako ni kucheza. Wewe cheza. Acha mimi niimbe. Unaelewa? Kuna vitu vingine unaweza nishauri, lakini Mungu na kuimba. Kuna vitu unaweza niambia pia kwa mambo ya kuimba, lakini sisi ni kila kitu. Kwa hivyo una uwezo wa kukubali marekebisho kutoka kwa msanii mwenzako in as long as kuna maelewano. Ama mara nyingi tunafanya hivyo vitu kwa studio, labda unaweza andika basi nzima kabisa. Kwa hiyo jamaa kwambia kidogo tufanye na ukicheki hivi yenyewe hii imeweza kuliko ile yenye imeandika mimi. Unaelewa? So naingilia tu hapo. Kwa hivyo kama unarekebishwa, urekebishwe, lakini wewe umepewa hiyo njia ya kuingia ili ulinganishe gani ni bora. Sivyo? Huwezi kunirekebisha kama hujanipatia hiyo njia ya pili. Ni kama wanitatiza, manake this is naanza kuelewa, manake hiyo inakuwa ni kama blending ya wewe na umimi katika umimi. I don't know kama wanamuziki na wale songwriters wanaweza kulielewa hilo, lakini kama uko na maoni tofauti na masuala mazima ya kwamba creative process ama njia yote ya ubunifu wakati mnatengeneza wimbo pale isiingiliwe na mtu yeyote isipokuwa yule ambaye unafanya muziki naye ama labda producer, then utatuambia katika comment section na itapendeza tena zaidi. Bwana, tukimalizia katika kipindi chetu kubwa cha nyota fulani. Najua mmependezwa sana kusikia swala zima la Trax Music pale akituelezea, but more into you Trax Music. Mwaka 2025 ndio huo unaisha. 2026 any plans za wewe labda ku make comeback fiti ya muziki pale? Manake mashabiki wanasema kwamba kweli unatutumbuiza na live music most of the time pale katika social media handles zako, lakini they have really missed kusikia nyimbo yako. Ndio mtu akitaka kukusikiza, anataka kusikiza mpaka atosheke. Shaona, alafu pia asikie the new you, the 2026 you. Si ati nitaka kukusikiza hivi basi nenda kasikize nyimbo za 2011. Unaona? Nataka kusikia huyu Trax wa mwaka huu 2026 yuko vipi? Wela subscribe. Labda mashabiki unaweza kuambia nini? Mtarishia nini? Ngoma ni zimepangana hivi. Tunabaga. Wasalimu watuambia hivyo. Mimi nakwambia tu kweli, vitu ziko yani ziko tayari yani nyimbo. Yaani nyimbo ziko yani. Ziangushwe tu. Ziangushwe tu yani. Mpaka panga mambo kidogo alafu tunaanza mwaka upya. Amazing. Okay, all right.
na kupatia quick fire questions na kuwekea wasanii wawili, alafu unachagua yupi unaondoka naye. Unachagua mmoja katika hao wawili na kupatia Bien na kupatia Otile Brown. Unaondoka na yupi? In terms of nini? Chagua tu. Si in terms of nini wala nini. Chagua unaondoka na yupi hapo? Otile, kwa sababu Otile Brown pia nimemsikiza kitambo. Hujamsikiza Bien? Bien namsikiza, lakini before nimsikize Bien ndio namsikiza Otile. Unaelewa? So nataka Otile bana. Safi kabisa. Twende mbele. Willy Paul Irani. Unaondoka na yupi? Wote mzee. Chukua mmoja. Twende na Willy Paul. Kwa nini si Irani bro? Amekuachilia tamu, amekupatia Jom Jom Maber. Sasa tukipanga na Willy Paul pale kuna pia aliachilia vitu viko. Kwa hivyo wewe uende na usahihi, uenda na uwekezaji wa zamani. Sio uwekezaji wa zamani, hadi wa sahihi pia. Kama zamani alikuwa anafanyaje na sasa anafanyaje. Ndio. Safi. Okay, moving forward na kuwekea nani huyo? Femi One na kuwekea na Saru. Unaondoka na yupi? Saru. Kwa nini Saru mwanangu? Saru ni fresh. Wasema Saru zaidi. Acha tuingie Coast. Kelechi Afrika. Alafu mwambie kitu basi, mwambie kitu. Tafutana watu yani. Ukipata wewe Saru. Alafu ndio pisi Kitaita. Utazana na mtoto wa Kitaita. Nyumbani na nyumbani. Wasema Mtaita ni Mtaita. Yaani analita. Safi kabisa. Acha tuingie Mombasani. Na kuwekea Happy C na kuwekea Kelechi Africana. Unaondoka na yupi? Kelechi Africana. Bwana wewe, safi kabisa. Vipi jamaa, Trax Music na niko ndani ya Source TV. Hii ni manyota fulani.